walikutana na bahari, nyuma yao majeshi ya Misri. Kushoto na kulia walikutana na miamba, yatazame maajabu ya Mungu. Safari ya wana Israeli ilikuwa ya ajabu sana. Mbele yao walikutana na bahari, nyuma yao majeshi ya Misri. Kushoto na kulia walikutana na miamba, yatazame maajabu ya Mungu. Mungu kamuuliza Musa, una nini? Musa akajibu, nina fimbo mkononi. Nyosha fimbo yako, piga maji haya. Bahari ikagawanyika na wakavuka. Nyosha fimbo yako, piga maji haya. Bahari ikagawanyika na wakavuka. Mungu kamuuliza Musa, una nini? Musa akajibu, nina fimbo mkononi. Nyosha fimbo yako, piga maji haya. Bahari ikagawanyika na wakavuka. Nyosha fimbo yako, piga maji haya. Bahari ikagawanyika na wakavuka. Safari yetu ya kwenda mbinguni yafanana na wana Israeli. Twapatwa na shida na majaribu mengi, tumuite Yesu katika safari yetu. Safari yetu ya kwenda mbinguni yafanana na wana Israeli. Twapatwa na shida na majaribu mengi, tumuite Yesu katika safari yetu. Mungu kamuuliza Musa, una nini? Musa akajibu, nina fimbo mkononi. Nyosha fimbo yako, piga maji haya. Bahari ikagawanyika na wakavuka. Nyosha fimbo yako, piga maji haya. Bahari ikagawanyika na wakavuka. Mungu kamuuliza Musa, una nini? Musa akajibu, nina fimbo mkononi. Nyosha fimbo yako, piga maji haya. Bahari ikagawanyika na wakavuka. Nyosha fimbo yako, piga maji haya. Bahari ikagawanyika na wakavuka. Hilo ni kundi la mkundi. Amen. Limekundika. Amina. Walikuwa wanasali pale kwenye nyumba hiyo. Sasa wanaenda kuwa kwenye kanisa kubwa iliyokamilika. Amina. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutachukua muda mfupi kuongea nanyi habari za neno la Mungu, watu wa mkundi. Haleluya. Amen. Twende nyumbani mlimani. Haleluya. Amen.
Ndio somo linasema twende nyumbani wapi? Mlimani. Mlimani. Hata wimbo tuliouimba, mlimani pana mwanga, mwanga wa jua zuri, shambani na baharini, jua tukufu liko, mwangaza ulinzi moyoni mwangu, akiwapo Bwana Yesu, pana mwanga moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo twende nyumbani kwetu. Jamani, watu wa Mkundi, tuhamie kanisani. Amina. Kuja kuambia tuhamie wapi? Kanisani. Kanisani. Mambo ya kusali kwenye nyumba hapana. Ili tukundike tuhamie wapi? Kanisani. Kanisani. Watu wa Mkundi. Ili tufanye nini? Tuwe kundi. Tunapokambika tunasema ili kukambika. Lakini sisi sio kukambika, ni kukundika. Amen. Watu wa Mkundi tunakundika. Tuhamie wapi? Kanisani. Na mimi muda si mrefu napeleka proposal yenyewe mpangwe mwe kanisa. Amen. Kwa sababu upande ule wa lami na kanisa kibao, upande huu hamna. Wakaguru wanasema kuchaka. Hamna. Hakuna kanisa huku jamani. Kwa hiyo naonyesha namna mtakavyoenda kuimba pale. Mtakavyoenda kumwabudu Mungu pale katika ule mlima. Kuna mji mmoja ulikuwa unaitwa mji wa Sayuni. Katika Zaburi sura ile ya 48 anasema hivi, Bwana ndiye mkuu na mwenye kusifiwa sana. Na mwenye kusifiwa hivi 40 mmeshapata 48. Zaburi 48. Kama kuna mtu mwenye Biblia asimame na kusoma. Haya. Sura ya kwanza, sura 48 fungu la kwanza hadi la 3. Kwa sauti madam. Anasema Bwana ndiye aliye mkuu, ndio, na mwenye kusifiwa sana. Mwenye kusifiwa sana. Katika mji wa Mungu wetu. Katika mji wa Mungu wetu. Katika mlima wake mtakatifu. Katika mlima wake mtakatifu. Kuinuka kwake ni mzuri sana. Kuinuka kwake ni mzuri sana. Ni furaha ya dunia yote. Ni furaha ya dunia yote. Mlima Sayuni pande za kaskazini. Mji wa mfalme mkuu. Mji wa mfalme mkuu. Mungu katika majumba yake amejijulisha kuwa ngome. Mungu katika majumba yake amejijulisha kuwa nini? Ngome. Ngome. Mungu amejijulisha kuwa ndiye ngome. Kwa hiyo kulikuwa na mji unaitwa mlima wa Sayuni. Sio mlima mkubwa sana kilima, lakini mambo yake makubwa. Mambo yake ni makubwa sana. Kwa sababu wakati Daudi alipoingia katika jaribu la kuwahesabu Waisraeli, binadamu bwana huwa anaingia kwenye kipindi anajiona. Ni rahisi sana kwa binadamu kufika kujiona na kujiinua. Daudi kwa kweli alipigana na majeshi ya Wakanaani. Wengine wanaitwa majitu. Hebu sema majitu. Majitu. Alipigana nayo. Lakini mwanzoni alipoanza vita hivi, kwa mfano Goliathi alimwambia, ninakukaribia kwa jina na nguvu za nani? Za Bwana. Haleluya. Kwa hiyo alipomshinda Goliathi, sifa zilienda moja kwa moja kwa nani? Kwa Mungu. Bwana asifiwe sana. Lakini katika mahali ili ujue kwamba kulikuwa na muujiza fulani katika ushindi wa vile vita. Daudi kabla hajaenda vitani anaenda nauliza kwa Bwana kwamba vita hivi hao Wafilisti wamejikutanisha, nipambaneje nao? Mungu anamwambia nenda kwa mbele. Bwana asifiwe sana. Amina. Akienda mbele Wafilisti wanafanya nini?
wanapigwa. Kipindi kingine tena Wafilisti wakajikusanya kwenye bonde la Warefai. Kule Mfilisti aliwao katika bonde la Ela. Sasa Wafilisti kwani wanapenda mabonde, wakaenda kwenye bonde la Warefai. Walikuwa wanatafuta mahali ambapo kuna mbuga ili mashujaa wapigane uso kwa uso. Bwana asifiwe sana. Amina. Daudi akaenda kwa Mungu tena, Mungu wangu mimi niendeje? Mungu akamwambia, sasa utawazunguka kwa nyuma ya miforosadi. Hebu sema miforosadi. Miforosadi. Bwana asifiwe sana. Amina. Na Daudi akaambiwa kabisa kwamba pamoja na hilo kwamba mtawazunguka kwa nyuma, msianze vita mpaka mmesikia kishindo. Haleluya. Amen. Msianze vita mpaka mmesikia nini? Kishindo. Kishindo cha miguu. Haleluya. Amen. Sasa swali langu, hicho kishindo kilikuwa cha nini? Hiyo sio kishindo cha wanadamu. Maana wanaenda kupigana na zaidi ya wanadamu. Wengine ni majitu, superhuman. Wale wanaoitwa Warefai, wengine walikuwa ni zaidi ya binadamu. Mchanganyiko. Na ndio maana kwa majitu makubwa marefu yana nguvu. Mpaka leo wanasayansi wanashangaa, hivi mapiramidi ya Misri nani ameyajenga? Mbona matofali makubwa mno? Yaani wanaobeba hayo matofali sio watu wa kawaida. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo sasa waliposikia kile kishindo ndio Daudi akaambiwa kimbia sasa, maana Mungu ametoka kuwapigania. Bwana asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo wanafika pale, wanapiga, wanawamaliza, wanawashinda Wafilisti. Daudi akasema, Bwana amewafurikia maadui zangu kama mafuriko ya gharika. Mungu amefurika yaani Mungu amewafurikia. Bwana asifiwe sana. Amen. Kama mafuriko ya nini? Gharika. Sasa Daudi akatawazwa kama mfalme, na ule mlima wa Sayuni aliutwaa kutoka kwa Wayebusi. Nao walikuwa ni watu ambao wameumiliki ule mji wa Salemu, na Daudi akatengeneza ngome akaita mji wa Sayuni. Bwana asifiwe sana. Amen. Hapo ndipo Mungu anaposifiwa usiku na mchana, na hapo ndipo hekalu limejengwa, ni mji wa Daudi. Lakini walipoleta lile sanduku la agano na hekalu likajengwa pale, ikawa ni zaidi ya mji wa Daudi. Sasa ikawa ni mji wa Daudi mkubwa ambaye ni mfalme mkuu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na Mungu akafanya kipindi fulani, Daudi akasema, Mungu natamani sasa, mimi nimekaa katika nyumba nzuri, lakini sanduku la agano liko kwenye mapazia. Mungu natamani kujengea nyumba. Mungu akasema, wewe huwezi kunijengea nyumba, lazima mimi nikujengee nyumba, ili huyo atakaye hiyo nyumba, katika hiyo nyumba nitakayoijenga atokee mmoja ambaye atanijengea nyumba. Haleluya. Amen. Unaona unaona mpango wa wokovu ulivyo. Yaani Mungu anakujengea nyumba ili umjengee nyumba. Haleluya. Amen. Sasa wewe umeoa, una mke mzuri, una watoto, alafu unashindwa kumalizia kanisa ili watu wa mataifa yote waje waimbe na kufurahi. Mlimani pana mwanga wa jua zuri, shambani na baharini Jua tukufu liko, mwanga ulio mzuri umo moyoni mwangu, kwa kuwa Yesu alipo hapa mwana mwangaza. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Daudi alipotoa hilo ombi, Mungu akasema, ngoja nikujengee nyumba mwanangu. Mimi nakujengea nyumba. Halafu katika hiyo nyumba atatokea wa kunijengea nyumba. Sasa watu wengine wanadhani kwamba ni Suleimani. Kweli Suleimani ndio ni direct descendant. Ni mtoto wa Daudi mwenyewe, ametoka katika viuno vyake. Na Suleimani ni mtoto wa Toba, mzao wa Toba. Yaani matokeo ya Suleimani hata kuitwa Suleimani ni wakati Daudi anaandika Zaburi 32 na Zaburi 51. Mungu nisamehe, Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Unipe kusikia sauti ya shangwe, nisikia sauti ya furaha. Roho Mtakatifu usifanye nini? Usiniondolee.
na kaenda kalala na Bathsheba. Mwanzoni Bathsheba alitala kwa kukosea, akaenda akajimilikisha, kama wewe utalipa mara ngapi? Mara 4. Daudi akatubu, akamlilia Mungu, akaomboleza, akatubu. Ndio maana Mungu anamuita ni mfalme ambaye aupendezaye, mtu aupendezaye moyo wangu. Kwa ajili ya toba Mungu anapendezwa, yupo karibu na wale wenye toba, wale wanaotubu na kumlilia Mungu. Na kumlilia Mungu, yule nabii Nathan aliyetumwa kwenda kumuonya Daudi, ndio akaenda akamwambia Daudi, mtoto aliyezaliwa Bwana anampenda. Akamuita jina Yedidia. Yedidia maana aliyependwa na Bwana. Bwana asifiwe sana. Amen. Suleimani manake amani. Baada ya kupata amani alipotubu ile dhambi, tena kaenda kalala na yule mwanamke Bathsheba, na kazaliwa nani? Suleimani. Lakini ahadi ni kubwa zaidi, kwamba kuna hali fulani ya muunganiko kati ya mbingu na nchi, muunganiko kati ya mwanadamu na Mungu wake. Ule mlima wa Sayuni una simbo kubwa, ishara kubwa, wakati mwana wa Mungu atakapozaliwa, atakapokuja duniani na yeye kuwa mtawala, kushika kiti cha enzi cha ufalme cha Daudi. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo anasema ule mlima Sayuni sifa zake zikavuma dunia nzima. Ngoja niwaonjeshe kidogo ule mlima wa Sayuni, nyimbo zinavyoimbwa. Ukisoma katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 5 mstari wa 12 hadi 14. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 5 mstari wa 12 hadi 14. Soma. Nasoma kwa sauti. Tena Walawi waimbaji wote pia, yaani Asafu. Wewe sauti yako ndogo. Tafuta mwenye sauti kubwa. Naongeza sauti. Ongeza, weka volume, pandisha. Tena Walawi waimbaji. Tena Walawi wa aina gani? Waimbaji. Wote pia, yaani Asafu. Na Hemani. Ndio. Na Yedusuni. Hao wote ni watunzi wa Zaburi, vitabu vya Zaburi, tenzi za rohoni. Asafu, Hemani, Yedusuni. Na wana wao. Ndio. Na ndugu zao. Ndio. Hali wamevaa kitani safi. Ndio. Mavazi matakatifu, kitani safi. Safi. Wenye matoazi na vinanda na vinubi. Wenye matoazi na nini? Vinanda na vinubi. Na vinubi. Wamesimama upande wa mashariki wa madhabahu. Wamesimama mashariki mwa madhabahu. Na pamoja nao makuhani 120 wakipiga panda. Makuhani wako wangapi? 120. 120. Hiyo ni kwaya ya vyombo tu. 120. Tena ni chombo cha aina moja kinaitwa panda. Sasa hapo tumeambiwa kuna wapiga matoazi, kuna wapiga vinanda, kuna wapiga vinubi. Hapo kuna makuhani. Hilo ni daraja lingine la utumishi. 120 wanapiga nini? Panda. Hata ikawa wenye panda na waimbaji walipokuwa kama mmoja. Hebu sikiliza. Hata ikawa wenye panda, vyombo vile. Panda ndio inaongoza vyombo. Na waimbaji, zile ni sauti. Vyombo na nini? Na waimbaji. Walipokuwa kama mmoja, yaani kupatana. Walipokuwa kama nini? Mmoja. Wakisikilizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru Bwana. Wakisikilizisha sauti moja ya kumsifu na kumshukuru nani? Bwana. Nao wakipaza sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda. Ndio. Wakimsifu Bwana. Wakisemaje? Wakisema, ndio, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Ndio. Ndipo nyumba ikajawa na wingu. Ndipo nyumba ikajawa na nini? Na wingu. Ndipo nyumba ikajawa na wingu. Naam, nyumba ya Bwana. Hata nini maana ya kujawa na wingu? Ni ujio wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Roho Mtakatifu anapenda sauti zilizopangiliana. Roho Mtakatifu anapenda sauti zilizopatana, vyombo vinavyopigwa katika harmony. Wanapoimba
Ndio maana tunawaambia ninyi waimbaji, msipende ngoma. Nyinyi waimbaji, imbeni sauti kama malaika wanavyoimba. Hapo Roho Mtakatifu atashuka, kanisa litatawaliwa na Mungu mwenyewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Ehe. Hata makuhani hawakuweza kusimama ili kufanya huduma yao, Ndio, kwa sababu ya lile wingu. ndio. Kwa kuwa nyumba ya Mungu imejaa utukufu wa Nyumba Bwana. ya Mungu imejaa nini? Utukufu wa Bwana. Utukufu wa Bwana kwa ujio wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ni uimbaji mtakatifu na ukubalika huko mbinguni, na ndio maana hata malaika walipoimba kule Bethlehemu waliimba kwa staili hiyo hiyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hata katika ule mlima wa Sayuni nyimbo zinazoruhusiwa ni nyimbo za utukufu zinazomtukuza Mungu wa mbinguni. Tuombe Mungu sisi sote ili atuwezeshe kuwa waimbaji wazuri kama kwaya yake ya malaika wa mbinguni. Bwana asifiwe sana. Amina. Ili Mungu awe katikati yetu, ili Roho Mtakatifu ahudhurie katika ibada zetu, aweze kutuwezesha kuabudu katika roho na kweli. Bwana asifiwe sana. Amen. Hiyo ndio sifa iliyoifanya huu mlima wa Sayuni, na Mungu ameahidi. Nimalizie katika Mika. Hebu twende rafiki yangu, Mika sura ile ya 4, mahali ambapo tulipata fungu letu kuu. Mika sura ya mstari wa 1 hadi wa 8. Hebu soma. Asema lakini itakuwa katika siku za mwisho, ndio ya kwamba mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima. Mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya nini? Ya milima. Ndio. Nao utainuliwa juu ya vilima. Utainuliwa juu ya nini? Ya vilima. Ndio. Na watu wa mataifa watauendea makundi. Watauendea makundi. Ehe. Na mataifa mengi watakwenda na kusema, ndio, njoni, ndio, twende juu mlimani kwa Bwana, ndio, na nyumbani kwa Mungu wa Yakobo, naye atatufundisha njia zake, nasi tutakwenda katika mapito yake. Ndio. Kwa maana katika Sayuni itatoka sheria, na neno la Bwana litatoka Yerusalemu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ehe. Naye atafanya hukumu juu ya watu wa kabila nyingi. Ndio. Naye atawakemea mataifa wenye nguvu walio mbali. Ndio. Nao watafua panga zao ziwe majembe. Ndio. Na mikuki yao iwe miundu. Ndio. Taifa halitainua upanga juu ya taifa lingine. Ndio. Wala hawatajifunza vita tena kamwe. Hawatajifunza nini? Vita tena kamwe. Fungu la 4. Bali wataketi kila mtu chini ya mzabibu wake. Bustani ya Edeni imerejeshwa. Ehe. Kila mtu ataketi chini ya nini? Ya mzabibu wake. Ndio. Na chini ya mtini wake. Ndio. Wala hapana mtu atakayewatia hofu. Ndio. Kwa kuwa kinywa cha Bwana wa majeshi kimesema hivi. Haleluya. Amen. Fungu la 8, fungu la mwisho.